3 iliyopolewa baada ya ajali ya ndege kutokea eneo hilo. Wapiga mbizi kutoka idara mbalimbali wamekuwa wakitafuta miili ya watu wote 5 waliokuwa kwenye ndege hiyo ilipoanguka kwenye ziwa hilo mnamo siku ya Jumamosi. Familia za waathiriwa zimekuwa zikilalamikia kasi ya operesheni hiyo siku 3 baada ya mkasa. Wapiga mbizi waliingia kwenye maji saa 3 asubuhi huku wakishirikiana na mkulima wa Njoro Luke Nightingale aliyeleta boti 2 aina ya fish finder, wapiga mbizi pamoja na ramani. Hii leo wapiga mbizi hao walielekea magharibi mwa ziwa Nakuru ambapo mto Njoro na ziwa Nakuru hukutana. Wapiga mbizi walirejea muda mfupi baadaye wakionekana kuwa na jambo. Mwili wa kwanza wa mwanamume ulipatikana mwendo wa saa 4:30 huku wa pili uliokuwa kipande tu ukipatikana saa 1 baadaye. Mwili wa tatu ulipatikana saa 10:30, miili hiyo ikipelekwa kwenye hifadhi ya maiti mjini Nakuru. You can imagine the level of anxiety for all of us and specifically for the families. It is really bad, to say the least. But now we have put the teams to ensure that the families are actually, those issues are addressed. The next one, there's something in blue. Mwili umepatikana hapo. Kikosi kingine cha askari wa huduma kwa wanyamapori na wale wa utawala walipata vipande vingine vya ndege hiyo magharibi mwa ziwa hilo pamoja na kipande cha kiti cha ndege hilo. Operesheni hiyo imeendelea siku ya 3 hii leo. We have 6 spots which is actually within the lake, which are being we have the Navy, the KWS, the divers, KWS also, they are there, and at least good progress is going on. Kupatikana kwa miili hiyo kumewapa matumaini jamaa na marafiki. Hata hivyo, changamoto hapa imekuwa ni kupata taarifa kamili ya nini kinachoendelea pahala hapa, kwani wanaohusika na operesheni hii wamedinda kuzungumza. Victor Ogale, KTN News, County ya Nakuru.